kama ulivyosema viungo ni tiba. Lakini Chichu, wewe ndo ulikuwa pia mmoja wa wadhamini kwenye tukio letu la Mwanamke Mwamba kwa mwaka 2025. Nini ambacho kilikusukuma ukasema hapana, ngoja na mimi niwe ni mmoja wa wadhamini kwa mwaka huu, familia yangu ya CFM nisiwaache, niwe pamoja na nyinyi? Lakini baada ya udhamini ule, baada ya tukio lile, mwitikio umekuaje ama mrejesho kwako umekuaje? Kwanza kabisa kitu kilichonisukuma niwe na mimi mmoja wa wadhamini kwenye ile event. Kwanza ni kujifunza kwa wafanyabiashara wengine. Okay. Kwa sababu tunakutana na wafanyabiashara wakubwa na wana experience ya muda mrefu. Ukikaa na makundi ya aina ya watu tofauti tofauti, utajua sasa natakiwa nipite njia hii na hii na hii. Hata kama biashara yako na yake haifanani, kuna engo mnakutana kwa kibiashara. Hilo ndo kubwa lilionisukuma. Okay. Na umesema mwitikio. Kuhusiana na mrejesho baada sasa ya shughuli. Mrejesho ni mkubwa. Simu zinaita. Orders zinakuwa nyingi kwa sababu so spice tu ninazouza. Kuna nauza kuku ambao tayari nimeshaandaa, wamenyonyolewa, wasafi, wa kienyeji, kuku wa kisasa, firigisi, kisamvu, njegere. Kisamvu mpaka njegere vipo. Vipo, yani kuna bidhaa nyingi sana ukifika dukani kwetu unakutana na vitu. Nazi bado ndo na mpango, lakini vitu vya glossary vitakupo karibia vyote pale. Michele, sijui unga wa dona na dona pale zuri tu la mchanganyiko. Uji wa lishe upo. Kwa hiyo na maana ukifika pale, yani wewe unachukua kila kitu. Kuanzia mchele, mboga, sijui viungo. Wao ukitoka pale, ukitoka pale ni kwenda kupika tu nyumbani. Mchongo ni kupika. Hivi changamoto gani unakutana nayo sana kwenye biashara yako? Changamoto ninayokutana nayo kubwa kwenye swala la prices, bei. Unajua watu washazoea ukienda sokoni unapata kiungo cha 2500, cha 1000. Huko ukija ukimwambia hichi shilingi 6000, mnapambana. Sasa anashindwa kutofautisha hichi cha kwangu ninakitengeneza naturally, si hadi kitu chochote. Kama ni iliki yenyewe na ni iliki ile ambayo ni expensive, so iliki za kawaida. Maana kuna aina tofauti za iliki. Okay. Nasikia kuna ya Tanga, sio kuna ya wapi, kuna yani muonekano wake. Kuna iliki ya kijani, kuna ile ya brown, yani ziko tofauti na kila iliki na bei yake. Okay. Kwa hiyo unakuta ukimwambia hapa nauza bei hii, utasikia anakuambia mbona sehemu fulani nimepata bei fulani. Ukienda kuchukua ubora wa huu na huu ukiuanisha, unaona tofauti iko wapi. Na mara nyingi ukichukua kiungo changu, wanasemaga weka kijiko cha chai, kile unajizidishia, unaweka kidogo tu. Kidogo sana. Kinakuwa tayari kimeshakoa kwa sababu ni pure, hatutengenezi na vitu vingine. Yes.